My hand will be wired by the Holy Spirit. Hold on your hands. Say, my hands is to work. Bless the work of my hands. The ability of success is not the way that you are pushing others. It's the way that you are working. How can you wire your hand? You know, another word of fire, you can dedicate your hands. Another word that to wire your hands is to dedicate. Dedication, involve. The word dedication is to be a part and parcel. Your hand is yours and God. And a word they call dedication, umejigawa, umesema yangu Mungu na yako. Dedication ya pesa zenu ni ya kwamba kabla kitu yote ukipata hivi pesa, kuna money dedication. Number one. Kwa hivyo mikono yangu kile nitapokea, najua pale ninapeleka. That is, you dedicate your hands to God. Command your money. Command your success. Ili sikukontrol. Amen? Are you getting? Command. Command it. Saizi command you academically. Command your view. Sema mimi nikisoma. Hata kama watu wanakuambia hauwezi pata kazi, command it. So siku ya leo Bwana si akawabariki sana. Sinabariki mkono wa mtu leo. Si Mungu akawabariki. Leo kuna mtu ninataka vitu 3 sasa kuweka jehanamu na sikufanye ukue baya, mdomo na mikono. Waesa najisi hii. Watu wengi hawatakuwa successful until ujiondoe kwa watu wengine. Kuna pesa hutakubali kuacha kuchukua. Mwambie, "Oh, I'm okay. Hata kama ukunarana ja, I'm okay. Thank you very much." Money without a reason. You know, don't accept money or anything, any gift without a reason. Any gift that you receive from your hands without any reason, take care about it. Jina la Bwana lipewe sifa. Usinajisi mikono yako. You will eat with your hand, you will service. Kiungo ile ina service viungo zile zote. Ni hii. Hii mkono ina service. 70% na mdomo. Hii ya sasa lazimisha ubarikiwe au maukazi. Mnakumbuka hiyo lesson? Hebu tukuje kwa mikono. Proverb 10 mistari ya 4. Amen. Ni kitabu cha Methali mlango wa 10 mstari wa 4 wasema, atendaye mambo kwa mkono mlegefu uwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Sasa tuangalie mikono yako ni milegevu aje. Loose hand. Hiyo ndio kitu moja Mungu anaanza kuadresi mikono yetu. Kwa hivyo God is a hard working. Na ujue waesa tumio roho ya kuwa mlegevu. Watu wengi wamekuwa lazy na wamelegea katika mikono yao because hawako kuangalia zile wako. So uchuge kulegea juu ukilegea mikono umaskini unakuita. Hata mtoto ndiye akuwe na handwriting mzuri. Handwriting, mpe vitu afue, mikono yake ikiwe gumu. A good handwriting, mpe, ndipo unaonaga watoto wanapelekwa modeling sana 60% ni ya kufanya hivi dole, itengeneze. Angalie aanze kuandika na handwriting. Wale unaona wanaandika hapa, muangalie, ulianza kufua nguo lini? Nilikuwa na auntie na maid. Angalia ni muniangalie. Alikuja, alipigwa, alitadikwa ndio kuwe na handwriting. Lakini hata wewe nyinyi mnapata nyinyi majensi na nyinyi mko na watoto wadogo, muonyeshe tuguo kufua. Muonyeshe, mwachie toke na anike. Kuja uibe usiku ufue kama hajafua. Akifua aone amefanya, mikono yake imeanza committed. Mtu wote committed kwa kazi anasedi our mindset tunaitengenezaga na mikono. Bwana Yesu apewe sifa. You cannot have a mindset if you don't have something to do. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hii tuko kwa Twitter, tuko kwa social media. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima mikono yako na akili sifanye kazi. Atendaye mambo yake kwa mikono milegevu. Hiyo ni mtu anapiga kelele, kulegea. Mimi sitaweza. Hiyo ni ulegevu wa mikono. Do your sign. Kuna kitu tulikuwa tunasema about effort. Zero work. Standing here, pushing this wall. Are you remember about the effort? Pushing this wall. Kutoka leo mpaka asubuhi na kushukua hii tuda kuiweka hapa. Work done ni nani? Ni huyu ameshida hapa akisukuma ama ni huyu? Work done. Work done itaangaliwa na nani? Ule ameshukua hii matuda amewekelea wapi? When we come to count the work done, hatutaangalia vile umetoa jasho, vile umesukuma, tutaangalia what have you done. Ama? Tutaangalia nini? I pray
chukua kitu inaitagwa memo calendar. Chukua paragraph yako. Uulize, what have you done one day? One week umefanya nini? Jiandikie. Institute zile siko busy. Sinakuaga na memo, na sinakuaga na calendar, na sinakuaga job what? Timetables and job routine. Ama? Ukitaka usifanye kazi yako na ulegevu. Jifanye kitu utakuwa ukifanya. Mikono yako haitaregea. Because utadivert mikono yako, you bless others but you forget to bless yourself. When you lack commitment of your life, you will become people blesser. You lack to bless yourself. Watu wengi mikono yao wanakibiria kubariki wengine, lakini wao hawajibariki. Hata kama unafanya kazi, amukia yako. Bible inasema your hand, authority of your hands. Let we see the authorities of your hands. Act 6:6. Many people, you know, when you lay hands to something, you give it authorization. That is why you must sign things. Authorities of your hands. Ambao wamewekwa mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. They presented themselves, those men, to the apostle, who prayed and laid their hands on them. Hiyo ni authority ya mikono yako. Hawa watu, unaonaga wakati mnakuja kwetu tunawaekelea mikono. Ni lazima juu hii mikono yetu, kuna mambo ambayo hatufai kuwaombea. Lakini kuna mahali Yesu katika kitabu ya Marko, I think in the book of the Marko, tukisoma katika kitabu ya Marko 6 na kitabu ya 6 hapo 10. Elia hiyo yote Yesu hakutenda ene miujiza, aliyewekelea watu mikono. Kuna kijiji hakutenda ene miujiza. Walijua the authority is gone. Somebody aliyonyang'anywa academic authority, alikuwa mwerevu, hafai kuobewa, anafaa wekelewa na priest mikono, ambio I destroy your authority. Whatever. Kama alikuwa anashika kitabu na anapita, anafaa apite kwa maisha. Guoko tumaga mundu agio hotani. Amen. Maya moko, mnaona hii mikono? Hii mikono, Bible inasema na kila kitu yote utaguza itafanikiwa. Ukiona uko na magonjwa, uko na vitu, jua ni mkono gani uko juu yako. Number 2, ni lazima ujue kama unajibreki. Kama mitume wanawekelea watu mikono, authorities of your hands. Ati wakaletwa, wakawekelewa mikono. Si kuombewa, wakawekelewa nini? They laid their hands. Do you laid hands for your car? Do you laid hands for your children before they go to school? Do you laid your life in your toes? Kama unajua watu wamekuchukia, take your hands. Kama unajua you're not corrupt, lay hands to your face. Hii mikono imebarikiwa. Let me ask you, since you start failing, wakati ulianza kuaguka, ulisa ni nani ulipatia dokumenti zako? Ulisa ni nani ulianza kuminvolve kwa maisha yako? Na wakati, uangalia, ukitaka kujipima, angalia kitu umeanza wewe mwenyewe na mikono, bila kupea mtu, kama unapataga breakthrough. Kama umepata, jua kuna mikono mingine imekuwekelea juu. Your hands is precious. Your hands is holy. Ongelesha mtu. The book of Acts 19:6. Amen. Kitabu cha Matendo ya Mitume 19 mstari wa 6. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Huyu anawekelea watu ni muuaji. Alikuwa anaitwa Saul. Alikuwa anafanya na jeshi. Mkono wake alikuwa anaua watu. Lakini God ameconvert hii mkono, badala uage, umeanza kuwekelea watu mikono. Do you know kuna watu wanaitagwa ended? Wewe ukipata biashara yoyote kama Saul, mkono wake ulijaa kufa. Ni lazima uambie Mungu, na mkono wangu ni wa kuweka usalama, nibadilishie hii jute. Amen. Tukirudi nyuma tunapata Paulo anaulizwa, Saul, why do you persecute me? Are you together? Because Saul
alikuwa anakuwa na death na mkono wa mauti. Leo wasabadilishio mkono wa mauti. Tukirudi nyuma para tuone who is Paul, who is Saul. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 1. Lakini Saulo akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu. Akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. God bless you. Na kama ulizaliwa na mkono wa kufuga watu, wewe uko na mikono tu ya kufuga document. Hata kitu mzuri ukipewa hivi, shika. Let me ask you, what is this? Hii ni nini? What is this? What is this? Do you have yours? If you have your Bible, is up. Hata kama iko kwa Bible, hata kama iko kwa simu, inua. We say, this is my Bible. Sema, hii ni neno la, hii ni Biblia. Imebeba neno la Mungu. Nikilisoma linisaidie na linipatanishe na Mungu. Hiyo ndio tunaitaga the Holy Bible. When you dedicate this book, useme hii ni neno la Mungu. Lakini wakili ama mada ikienda inaitwa Biblia. You swear. Haiongei mambo ya kusaidika. Inasemaga I swear before God, ya kwamba mambo yote nitasema hapa ni ukweli mtupu. Kwa hivyo hii Bible inatumika kuswear, ama inatumika kusoma na wakili na majaji. Asilimia 95 ni mathiolojia, ama wanasomaga hii Bible kama subject. Jaji, wakili, wote, law society, this is a project, tunaitaga a subject. It's a book. But when it comes to the church, we call it a Holy Bible. It connects us in the spiritual realm, ama, and God. Tunapatana? Kwa hivyo tumechange. Na hii mikono yako yaesa kuwa hivyo. Yaesa kuwa imebeba dedikaria. Yaesa kuwa ni distractor. Yaesa kuwa is a fighting hand. Labda uliniherithi kwa babu yako, kwa mama yako. Labda ni distraction hand. Haujai dedicate. Labda is a fighting hand. Wewe hakuna kitu. Vile tu unauma watu hata mpaka wa leo. Yaesa kuwa the killing hand. Na ndipo vitu zote sikija kwa makono yako. Wewe unasema ni kisirani, lakini chochote unaguza kinahaibika. Hata doa, hata upatane na kijana wa wenyewe barabarani, Mungu asipomsaidia, hata upatane na msichana wa wenyewe, hata upatane na mama wa wenyewe, ukweli atakufa. Why? You are dead. Saul, the converting number 1 of Saul is to be converted in his hand. Hakukonverti roho. Damascus alikonvertiwa Paulo. Saul alikonvertiwa mikono, because he was carrying the distractor and the killing hands. Ulipookoka, ulipoanza kuamini Mungu, ulikuwa na mkono gani? Your weakness can be changed to become the potential. Hallelujah. Jesus can change your wickedness to become the potential. When people walipoona Mother Magdalene hakubarikiwa because of the sexual toy, alibadilishiwa because of ukubatiano jo. Buddha akaonanga tu wazetu wa kijiji, amekutukubatia tuote. Jesus aliona potential. Na ukiangalia all the nyang'au, ukiangalia watu wale walichukiwa na watu because of wickedness, how do Jesus alichange the wickedness to be a potential area? Aliangalia the threatening things to be trading things. Hallelujah. Threatening things can be converted to be trading things to God. Tunaangalia watu wawili wanatufundisha leo. Nataka kuuliza, uko na mkono gani tangu uokoke?
Uliokoka roho, mikono uliokoa. Are you wired your legs? Are you wired your mouth? Are you wired your hands with the Spirit of God? Because maybe just only the key of heaven, but this downstairs of earth, you are still suffering. I want to wire your hands today. I want to wire your things today. Bwana Yesu apewe sifa. John 8 Bible inasema ya kwamba alipomwambia Wafarisayo na watu wamesema hivi, mwanamke kama huyu akipatikana akiwa na ukubatiano anafaa pigwe na mawe. Alishukua, angalia the potential. Hakuongea na mdomo, alianza kuandika na kidole yake. Maana ya kwamba the threatening area organs ni mkono. Huyu mtu amechukiwa juu ya mkono. Jesus hakuongea because shida ya Mary haikuwa mouth. Shida yake ilikuwa mikono. Kwa hivyo mkono waweza andika mazuri jioni ya leo. Amen. Na mkono waweza andika mabaya. Naamini mtu wote majiko imeandikwa vibaya. Yesu aweza ipaguza na kuandikia maisha yako. Hiyo mikono yako vile imeandika vibaya, from today yaweza andika vizuri. Neema ya mikono irudi. Neema ya mikono iburudi. Utakubatia vitu jema. Jesus name. Amen. Are we together? Yes. Kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 6. Nao wakasema neno hili wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. 8. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. God bless you. Ni nini anajaribu kulidima? Analidima mkono kwa mkono. Hands. Are you together? Juu watu walikuwa wamemsentence death. Akaandika. Bwana akawabariki siku ya leo. Kuna watu wabaya walio hapa. Mungu atawasaidia na atawapatia neema. Amen. Ya mikono yao kukupatia vitu jema. Oh yes. Hallelujah. Amen. Amen. Nadhania utashauti useme mikono yangu sasa. Nadhania utashauti sasa ukisema mikono yangu sasa. Ni wakati wa kukombolewa. Chochote itakubatia. Itafanikiwa. Naomba Mungu aniwae mikono yangu. Na roho wake anisaidie kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Bwana anaenda kubariki hiyo mikono yako. I know you're not going to lay hands to others and get blessed, but when it comes to your area, you become useless. When you ukiajiriwa na watu wanafanikiwa. Kwako hakuna kitu unajifanyia. So you are laying hands to others things, but when it comes to your life, it is inaccessible. But today, I'm going to give you a material, and I'm going to tell you the secrets, and God will help us. I believe this whole month, there is somebody who is going to be wired well. The mouthpiece, the hands, and in the mighty name of Jesus. Usialetwa msiwame uko maliko. Umezaliwa kwa mikono gani? Bwana atakuleta kibali na atakupatia ukuu. Mhubiri 11 mistari ya 6. Hiyo tunaitanga wealth. Unajua tunaitanga investment hands. Amen. Aha. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 11 mstari wa 6. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usizuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. God bless you. Hawa ni watu wale investors, wanabiashara. Watu wale mnataka mikono yako iendelee. Listen very careful. Never give up. Are you together? Even this deal backfire, go and work somewhere. The hand of investor. Listen. Bible inakuambia ya kwamba panda asubuhi. Unajua kuna mtu anafanyaga deal. Inasema ya kwamba sow your seed in the morning and in the evening. Let your heart not be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will be equally well. Shika mkono wa investor. Sema mimi ni investor.
Na nimekuwa nikikata tamaa. Juu nikipanda, nikilima, inakataa. Lakini Mhubiri mstari wa 6 inaniambia nisikubali mikono yangu iwe idle. Mkono wa investment urudi. Pokeeni neema. Pokeeni neema. Yeyote amekatwa moyo na anasikia hatafanya tena, Bible inatuambia you don't know ile itamea. Don't make your hands idle. Hayogei mambo ya roho. Don't make it. Because when you become idle, you will become poor and you become a loser. Promise ya mtu wa kwanza ni mikono. I will bless the work of your hands. So, God wait for the result of what you are doing so that he may bless it. The result. Assurance ndiyo Mungu ametupe. Ametuambia, I am with you until the end of the end. So he want you to do something so that he may bless it. He assure you. Assurance. Assurance number 1, Matthew 28. I am with you. Niko pamoja na wewe mpaka mwisho wako. 2, what is the word of command? Command, you know, ndio excellence ya Mungu. What is the command? Command inatuambia aje? I will bless the work of your hand. Tuko na assurance na tuko na command. Ama? Kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 13 mstari wa 3. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. God bless you. Nataka tuendelee kutoka hapo sasa. Nataka kuonyesha kitu. Hii nimepatana na kitabu ya Mhubiri 11. Kweli? Make your hands busy. Huyu mpanzi alipanda. Na shamba yake ilikuwa kubwa. Kama vile waweza nunua. Singine silianguka kwa mwamba, singine sikiwa. Hata kama silianguka, tunamwangalia ya kwamba hata kama hakukata tamaa, alifanya kazi yake. Kuanguka kwa mwamba ni watu. Kuanguka kwa rocks ni mtu. Ni mtu ambaye aliyopewa ambaye ni mgumu sana. You cannot give back. Kuna watu utaenda kuinvest kwao. They are like rock. They cannot give forth. Hawezi kukupe reward. Na hapa unaambiwa hata kama ulipanda mwaka jana kwa watu wanaitwa rocks, they never appreciate you. Because growth of seed is appreciations. Are you together? So there is people that we serve, they will never appreciate you. How tunaitaga the rockers? How ni marok? Kuna mtu alikata juu mbegu ya kwanza ilianguka kwenye mwamba. Maybe you may invest kwa your sister, your brothers, your daughters, your sons, your relative. Lakini ukujua hao ni marok ambaye they cannot appreciate. Jutaona baada ya mkulima huyu kufanya, hakuna kitu tunaona kwake. Hapa tunaambiwa usikate tamaa, ama hata kama last year ama waesamuka leo useme wacha kushinda ukisema kumekauka, ni Black Monday, ni serikali ya fulani, ni fulani. Pana, don't say that. Jua leo kameanguka kwa mwamba, lakini I'm praying tomorrow itaanguka kwa rutuba nono. Amen. Kwa miba ni mikono ambaye people kweli wameona umefanya kitu, lakini will challenge you with bitterness. Wa rock tunamuona ya kwamba ha appreciate hao ni kitu unafanya. Huyu naye Bible inasema naye hii ingine ikamea, lakini ilidugadugo na mwiba. Those are the people watakukuliza juliniza unataka nini? Julinisaidia. Those are the threaters. Sikuwa sema hii mkono wangu utajisurface sasa. Nimekuwa na mkono wa kusurface wengine. Najisahau.